ushahidi unaotoka kwenye Qur'an na hadithi za Mtume umetoka upande huu. Ndugu zetu ilikuwa ni atataratara, lakini ni masala ya kielimu. Kwa hiyo inshallah tunaacha masikio ya wasikilizaji wako hadhi na vitu vinafanya kazi. Mwenyezi Mungu atamuongoza anayemtaka. Wasalamu alaykum. Naomba kumuuliza vile nani vile jina lako? Uliza swali lako. Niuliza swali kweli, samahani, nimesahau. Samahani naambia. Mtoto sio yale ambayo sio haya bwana. Ndio mfano hapa kiongozi muhimu katika viongozi wa dini wa Zanzibar, Sheikh Abdallah Saleh Farsi, ambaye ninamjua alhamdulillah, kama kwamba yeye ndio shekhe mkuu wa Zanzibar. Sasa naomba kuwauliza hivi, wanaelewa kwamba mwaka 60 Abu Omar bin Ahmed bin Sumeti alipoacha kuwa kadhi mkuu, kwa sababu alipotoa hukumu mtawala wa Kiingereza alibadilisha, akasema mimi kuanzia leo siwezi kutoa hukumu ya dini ikabadilishwa na mtawala. Wakapewa waliokuwa nyuma yake katika wanavioni na wote wakakataa. Mwisho Mwingereza akaitangaza kwenye magazeti nafasi ya ukadhi mkuu, ndio akatoka Sheikh Abdallah Saleh akaipelea yeye akapata ukadhi mkuu. Pamoja na heshima zetu zote, lakini anaelewa kama Sheikh Abdallah si namba 1 wala 11 katika mashehe wa Zanzibar, lakini muhimu zaidi anaelewa kama huyo Sheikh Saleh Zadar aliyemsifu anamjua, aniulize mie nilipokuwa, kwa sababu mimi ndo nilimstiri alipokufa, alipo hospitali, alikufa vipi, aniulize mie hilo, kwa sababu Mungu amekataa tusifunue. Tafadhali usiseme tena kama mwafondo za Zadar, kama vile Sheikh wako mwingine kule Shia usimseme vile vile. Nikijibu swali la Sheikh Dedes, Sheikh alizungumza kuhusiana na ubeti wa Sheikh Abdallah Saleh Farsi. Yeye alitaka kuonyesha tu kwamba Sheikh Abdallah Saleh Farsi mwanzo alipokuwa kwa Zanzibar alikuwa na msimamo kama kwa wewe, lakini baadaye Mwenyezi Mungu alipomfunua kielimu alibadilika, na katika kubadilika ndio akatoa nakala zake zile. Kwa hivyo zile zote zimepitwa na wakati, zile ni kuna nasib wal mansub. Kwa hivyo amefuta kauli zake zile za mwanzo zilikuwa nazo. Tumefahamiana, na kauli yake mpya ni hii. Napenda nitumie wakati huu kwa nijibu ile swali lake alilosema kwamba lazima tupate idhini ambayo ilikuja mwanzo. Ya ayuha nabii, ewe mtume, inna arsalnaka shahidan, hakika sisi tumekupeleka hali ya kuwa wewe ni shahidi. Hii shahidan inakuja nakira fi siyaqi al-khabar, kwa hiyo taun watu wafanye usuli fiqh wapo waelewe. Kwa hivyo huyu mtume ni mtume wa watu wote, na sio mtume wa wale watu waliokuwa na sile mpaka kumpigia mtume ndio watu wanaoruhusiwa kwamba watoe dawa. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, ya ayuhan nas, enyi watu, inni rasulullah ilaykum jami'an, mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa nyinyi nyote. Kwa hivyo sisi sote tunachukua kwa mtume, yote atakayechukua kwa mtume ana haki ya kufikisha. Na maliza haya shahidan wa mubashiran wa nadhira, zote zinakuja na kirahisi. Kwa hivyo zote taungu zinaenda kwa watu wote, hao ni watu wote, na vile vile hapa habari njema watu wote. Wadaiyan, mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wadaiyan vile vile huyu ni dai sasa wa ila Allah kwa Mwenyezi Mungu biidhnihi, kwa idhini yake, yani yeye anatoa dawa hii kwa kupokea wahai. Nyinyi mnapata wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usalati zenu unapata wahai yeye daiyan ila Allah biidhnihi, yeye aomba nilinganiaje kwa Mwenyezi Mungu kwa idhini yake, yani yeye anateremsha wahai halafu yeye anatufikisha sisi. Wama yantiqu anil hawa, Mwenyezi Mtume hatamki kwa matamanio, in huwa illa wahyun yuha, haikuwa huo isipokuwa ni wahyi wenye kupelekwa. Sasa katika hiyo sanadi zenu ni mpaka zilizofika huko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa akipata wahyi, nyinyi mpata wahyi, tusidanganyane. Sasa wasirajan munira, sasa naye Mtume ndio taa yenye kutoa nuru kwa watu wote, sio kwa sanadi tu kwamba ukampata kwa Abubakar anakuwa hakupata kwa mwingine basi hafayo katika dawa. Na endelea katika aya hiyo na tutakutolea katika aya nyingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema udu ila sabili rabbika, lingania katika njia ya Mola wako, bil hikma, kwa hikma. Nini hikma? Hikma wako shay'in fi mawdhihi, ni kuweka kitu katika mahali pake, na hikma ni ziada. Hikma inakuja baada ya ilmu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anakupa hikma, unaweka vitu katika mahali mwake. Wa mau'idhatul hasana wa mau'idhatul mazur,
usije kwa matusi, usije kwa kukejeli, usije kwa kufedhuli. Sasa hili linamwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kesho. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amezungumza mwenyekiti wa kwanza, na mimi nazungumza kwa upande wa pili, kwamba kwa hakika wakati uliokuwa umebakia hauwezi ukatosha kwa mada ya tatu, na mada zetu tulisema ni khitma ambayo imemalizika, dhikri ya kukohoa nayo imemalizika, halafu tahlili, halafu kunuti, Mwenyezi Mungu yuko wapi, na mwisho hoja za Waislamu. Kutokana na hali ambayo jana tulijadili juu ya muhadhara leo, tukajua kwamba siku ya leo moja haiwezi ikamaliza mada zote hizi, na kwa maana hiyo kukatokezea ikhtilafu. Waliokadiria walitamani wao wakae usiku kucha, kwa sababu wamefunga safari na kesho lazima warejee makazini na shughuli zao za dharura. Lakini pia na ahlu ansari wao wakati wa usiku hakukubali, wakasema itapendeza siku ya Jumapili iongezwe ya pili na Jumatatu iwe ya tatu. Lakini marejeo ya sheha katika barua ambayo iko mbele ya macho yangu ilisema mjadala huu utakuwa siku tatu ikiwezekana. Kutokana na hali hiyo, hivi sasa tukisema wakae huku na huku, jawabu halitopatikana, na kwa kote kuwili haiwezekani kutendeka upande wake. Pendekezo ambalo pengine wangekaa huku na huku, halafu itatolewa jawabu iwe ni baadaye, kwa sababu sasa hivi watu hii kutoka tu na kurejea hapa, watu wengi watakuwa wameshughulika na mengineo. Pengine mhadhara huu unaweza ukapangika kwa kufanywa tena mara nyingine kuendelea mada hizi, ikiwa ni hapa hapa kisiwani Pemba, na kama patakuwa pamekubalika, wale waliokuwa wamejiwa wakafunga safari na wao wakawafata wenzi wao huko Unguja. Lakini hayo hayatafanyika isipokuwa pande mbili zikae tena wakubaliane, ndipo mjadala huu utakapoendelea. Nyingi sana Mungu kutuwezesha na hamasa zetu kudhibiti, ingawaje hapa na pale pametokezea mambo, tunamwomba Mungu atusamehe, lakini mada hizi zimemalizika. Na tumesema hatusemi mshindi ni fulani wala fulani, isipokuwa kila mmoja huwa anasikiliza, kichwa chake ndio kinafanya kazi kwa hukumu juu ya masala haya. Lakini mwisho tunaomba, mimi kama ni mwenyekiti kwa upande wa Ahlul Qadiria, tuwe tuna tahadhari Waislamu kuwekeana heshima katika ibada ambazo kila mmoja anafanya. Utaratibu huo ndio utatuwekea Uislamu wetu vizuri hapa duniani na kufanikiwa kwa akhera. Ikiwa hawa huku wana masnadi haya na hawa huku wana masnadi haya hapa, kila mmoja atakaposomesha katika darasa yake kufahamisha ule msimamo wake, inapendeza kutoa zile akwali pasi na kutukana, ili kila mmoja kuwa watu wanaheshimiana. Hilo kwangu mimi ndio la kumalizia ukumbi huu. Labda Shekhe Khamisi yeye kwa upande wake anaweza akaongezea. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nafikiri tumemsikia mwenyekiti hapa akizungumza. Kimsingi mimi kama mwenyekiti ningependelea kwamba hizi mada ziweze kuendelea na kumalizika, kwa sababu tumefunga safari sehemu mbalimbali kwamba tukipata elimu kwa kweli kama ambavyo tumepata sasa, labda kwa upande mwingine, lakini kwa sababu sipopo katika mkataba, na mkataba ndio ambao unauheshimu sana na ambao unatuongoza. Sasa
Mimi nadhani kama kuna uwezekano basi viongozi wa pande zote hawa wakae tena, lakini kwamba ikiwezekana basi tuweze kuendelea kesho tujayo. Haya ni mawazo yangu mimi, kwa sababu tumechuma mingi na tutapata mingi sana inshallah. Na mimi naamini upande wangu, upande wa wenzangu ambao wako karibu sana, nasema hii si kwa sababu ya jazba, nasema hivi kwa sababu naomba ni ambayo nahisi mimi mtapata. Najua ni watu ambao wajihadi sana, mashallah. Inshallah yatatolewa tena, twende pole pole. Ataani min Allah wal ajlatu min ash-shaytan. Haya, sasa ndugu Waislamu, naona tusio tena mwenyekiti tunafanya mjadala mimi naye. Sasa tunafanya mjadala. Mimi nadhani kwa sababu Waislamu wanasikiliza nini kitafanyika hapa, basi haya inshallah. Naona bwana, napendelea kwamba huyu alimtaja Sheikh Yunus na Sheikh Yusuf na hawa wa ndugu zetu hawa wakae pamoja. Sasa hivi tunaenda kuswali, nafikiri tutapata jawabu kwamba siku nyingine au itaendelea kesho. Nadhani tunapata mjadala naye mwafaka inshallah. Kwa taarifa yako, jana tulipomaliza kuzungumza tulikubaliana kwamba yeye Sheikh Yusuf kumaliza swala hilo hilo leo angekuja asubuhi saa 1 pale msikiti wa Kengeja ili tungeyamaliza. Tulikubaliana hivyo. Nilitaraji atakuja, nimeanza kusali asubuhi, nimekaa mpaka saa 2 sikumuona, mpaka saa 3 kasorobo ikabidi tuondoke tuje hapa, hakuja. Kwa hivyo yeye mwenyewe hajataka tuzungumzie. Naona akakhalifu ahadi yake aliyokuwa hajataka. Sheikh Dennis kwa kweli alituambia na msikiti wa Sokoni. Kama utakumbuka tuliagana hapa saa 1:30 na mimi nimefika hapa saa 12 na dakika 25. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tumwachie Allah hukumu baina yangu bila wewe kama ninasema uongo. Ama nalizungumza ni kwamba hivi sisi hili swala limetokea petu, yaani nyinyi wenda zenu na hapa wapo maulama kama nyinyi. Sasa hao maulama sasa kisha tukae uwanjani. Yaani kwa sababu kuna watu wanasema ndio wasikia vipi wasikiliza sasa hivi kama kesho ndio ujumbe. Sasa maulama wako walioko hapa tukae uwanjani kesho tukijaliwa, lakini mjadala uendelee mpaka mada zimalizike. Nyinyi nendeni zenu, tuachieni wataalamu wenu hapa na inshallah mtapata kwenye kasi nyingine ndio. Tayari hivyo. Tuonea. Tuonea? Kwa nini tuonea? Tuonea kwa nini? Hebu sema tuonea kwa nini? Ingekuwa tuko sisi mafahali ina maana wao hawana jambo. Wao kwamba mtaonea. Ina maana wao hawana kitu. Sababu ya sisi kufika ni kwa sababu ya ulalamishi wa maonevu mliokuwa mkiwaonea. Inaonyesha unawafanyisha wenzako kama hawana elimu ya kupata. Maana elimu kwa matamshi walikuwa mkiatamka ni matamshi ambayo kama ni amonevu na watu wazima watu tutaonea. Kama tuwekwa kusema mahali wenye sana kamili. Sana ni kamili. Naomba tuombe dua, sisi tena tukawalimu kushughusha shamba kama nani natakia mwenzako mwingine kama ile stendi kama ndio hii. Thank you. اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وعفوا عند الحساب وأمن من العذاب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kirama sana.